Biblia inasema Yusufu alipouzwa, Waishmaeli wakachukua, wakaondoka naye. Katika kutembea kwa inawezekana wajamaa walijiuliza swali, jamaa bwana ni kama vile hafai hata kwenda kuchunga ng'ombe kule kwetu, hafai hata kwenda kuchunga mbuzi kule tunakwenda naye. Ujamaa huyu, hawa jamaa walietuuzia inawezekana kuna sababu, kwa sababu zamani watumwa walikuwa wananunuliwa. Anasema kuna sababu hapa, ikiwezekana na sisi tukamuuze. Biblia inasema wakaenda wakamuuza wale Waishmaeli kwa Potifa. Huyu Potifa alikuwa ni askari wa jeshi wa Farao. Anasema wakamuuza Yusufu kule, lakini walipomuuza kule kwa Potifa, Biblia inasema ilikuwa ni yeye apite hapo, lazima apite hapo, ndoto yake ipate kutimia, kusudi la Bwana lipate kutimia. Nasema hapo ilipopita bado kuna mahali napita, ili kusudi lako litimie lazima upite mahali. Wacha kukasirika, Mungu hajakuacha, hajakuacha. Sema nina kwa jina la Yesu. Kuna watu wanapopitia shida wasaitamie Mungu amekuacha. No. Anakupitisha hapo ili uende ufikie ndoto zako. Bwana asifiwe. Akafika kwa Potifa. Wakati amefika kwa Potifa akakaa naye. Inasema yule kijana alipendeza, sura yake ilipendeza. Wacha nikwambie, alikuwa ni handsome boy mzuri, sura yake iko sawa sawa. Mwanamke kila kipiga tasimini, nampataje huyu kijana? Kamwinda, imeshindikana. Siku akatengezea mume aondoke ili yambake kijana wa watu, handsome boy. Sikiliza bwana, wakati amejiandaa kumbaka, yuko yeye na ukijana. Akamwambia kijana, ikiwezekana ulale na mimi. Kijana akasema haiwezekani. Kwa nini alikataa haiwezekani? Kwa sababu alijua yeye Mungu ameweka kusudi lake, hawezi kufanya dhambi. Acha kufanya dhambi, umebeba kusudi la Bwana. Acha kufanya dhambi wewe. Haleluya. Mama akasema kama unataka, wacha nifanye njia mbadala. Plani A imeshindikana, najaribu plani A. Imeshindikana, najaribu plani B. Akamkamata basi. Yusufu akasema wewe ni mshangazi, nikupeleke wapi wewe? Bwana asifiwe. Kijana, acha kubeba mishangazi wewe. Acha kubeba mishangazi, kimbie. Yusufu alikimbia ni mshangazi, akaliacha pembeni, akasema ni wao na liwe, sikafanya dhambi. Mimi nimebeba kusudi, uliyebeba kusudi nijapie makofi. Haleluya. Mwangalie jirani yako kama analimshangazi linamlea. Mwambie achana nalo mwanangu. Ili umebeba kusudi la Mungu wewe. Haleluya. Mwanamke akatengeneza vita. Naomba niachie hapo hiyo story, Bwana asifiwe sana. Akatengeneza mpaka Yusufu akaingia gerezani. Nasema alipoingia gerezani aliingia na Mungu wake. Unapoingia kwenye changamoto, ingia na Mungu wako. Kwa nini huko kwenye changamoto utakuwa na majibu ya watu? Hapo kwenye shida yako utakuwa na majibu ya watu. Watu wataona uko nao, lakini tu ulichowazidi wao, kwa sababu unaye Yesu. Pigia Yesu na kupigia simu. Haleluya. Huyu kwa nini? Si tuko naye kila siku pamoja. Kama kula miogo tunakula pamoja. Kama ni vitumbua tunakula pamoja. Kama ni machapati tunakula pamoja. Kama ni walimu, wote ni walimu. Kwani huyu ana nini? Ngoja nikwambie, ni kweli mko pamoja, lakini aliyebeba Mungu ndani yake alichokuzidi wewe ni kwa sababu yuko na Mungu ndani yake. Tangana na Mungu mwanangu, tangana na Yesu mwanangu. Achana na dhambi, achana na mabaya, pigie Yesu makofi. Haleluya. Sema kuingia gerezani huko, akatoa majibu ya watu ya ndoto. Akajikuta anafika mahali ambako ndugu zake hawakutegemea Yusufu kama ingefika huko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Zilikuwa ni harakati. Na wewe shida yako, tabu yako,
ni harakati ya kutimiza kile Mungu alichokiweka ndani yako. Sema amina kwa Yesu. Acha tamaa, acha kuhuzunika. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Lakini mtu mwingine kwenye Biblia ni Daudi. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 18 ukienda mstari sura ya 17 unapata namna Daudi alipomuua Goliathi. 17 Samueli wa kwanza 40-45 unapata habari jinsi Daudi alivyomshughulikia Goliathi. Alimaliza hapo, watu wakainuka wakasema, huyu jamaa ameua wengi kuliko mfalme Sauli. Bwana asifiwe sana. Ameua wengi.